Alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani." Musa akawaambia watu, "Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nyinyi, nanyi mtanyamaza kimya." Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, ukanyooshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitaifanya mioyo ya Wamisri kuwa migumu, nao wataingia na kuwafuata. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na kwa magari yake na kwa wapanda farasi wake. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitapokwisha kujitia utukufu kwa Farao na magari yake na farasi zake." Kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile guzo la wingu likaondoka hapo mbele yao, ikasimama nyuma yao, ikafika kati ya jeshi la Misri na jeshi la Israeli. Napo palikuwa na lile wingu na lile giza, lakini lilitoa nuru wakati wa usiku, na hawa wakawakaribia hawa usiku kucha. Musa akanyoosha mkono wake juu ya bahari. Bwana akaifanya bahari irudi nyuma kwa upepo na nguvu utokao mashariki. Usiku kucha akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Wana wa Israeli wakaenda ndani kati ya bahari, kati ya nchi kavu, nayo maji yalikuwa ukuta kwao mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Na wale wa Misri wakafuatia, wakaingia ndani kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akaichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akaifadhaisha jeshi la Wamisri. Akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, "Na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri." Wamisri wazamishwa baharini. Bwana akamwambia Musa, "Nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao." Musa akaunyoosha mkono wake juu ya bahari, na kulipopambazuka bahari likarudi kwa nguvu zake. Wamisri wakakimbia mbele yake, na Bwana akawakukutia mbali hao Wamisri kati ya bahari. Yale maji yakarudi yakafunikiza magari na wapanda farasi, hata jeshi lote la Farao lililoingia katika bahari nyuma yao, hukusalia hata mtu mmoja. Lakini wana wa Israeli wakaenda katika nchi kavu katikati ya bahari, na haya maji yalikuwa ni ukuta upande wa kuume na upande wa kushoto. Ndivyo Bwana alivyokoa Israeli siku ile mikononi mwa Misri. Israeli wakaona wa Misri ufuoni wa bahari wamekufa. Israeli akaiona ile kazi kubwa aliyofanya Bwana juu ya Misri. Ndipo hao watu wakamcha Bwana, wakamwamini Bwana na Musa mtumishi wake. Hii ndio neno lilikuja. Msimu huu tulikuwa tunasherehekea Christmas katika huduma zangu za online. Hii inaongelea habari za kuvuka
Mimi ni pastor wa vita, wale mnajua mnapenda deliverance. Inaongelea habari za kuvuka. Bwana akakuja akaniambia, fananisha mwaka na vile Israeli walivuka. Na akaniambia, unajua vizuri nini ambayo ilitendeka? Maana ushasoma. Hapa nataka uconnect katika ulimwengu wa kiroho. Tunaongelea habari za kuvuka mwaka. Lakini Bwana akaja akaniambia, sasa fananisha mwaka ambao tunavuka kama vile watu hao walivuka hiyo bahari. Watu walivuka, lakini katika kuvuka kwao ilikuwa ni ukombozi. Nataka uunganishe na mambo ya kiroho sasa. Ilikuwa ni ukombozi kwao. Maana huyu mfalme alichukua na wengine watatu na wakawafuatilia watu. Maana walikuwa katika maisha ya shida ng'ambo ile ingine, ambao sasa imebakia masaa machache tuko ng'ambo hiyo sasa. Hatujavuka kule sasa. Sasa tuko ng'ambo hii sasa. Mtu aconnect na mimi hapa. Ile wadi nilikuja nikiwa kule Ukunda. Sasa tuko sasa side hii ya kule bado hatujaenda pale. Sasa sasa tunaongea tuko katikati ya maadui. Already wako nyuma wanatufuata. Bado hatujavuka. Nataka uunganishe na mimi sasa. Sasa wale watu walifuata wale wengine kwa sababu ya walisema hapana, hatuwezi tukaachilia watu waende hivyo mpaka tuwafuatilie. Na mfalme akachukua watu wengine watatu wafalme na wakawafuata. Musa naye alikuwa pale na wana wa Israeli, wengine walikuwa wamekufa moyo. Ng'ambo ile nyingine waliishi katika maisha ya utumwa. Ng'ambo ile nyingine kabla hawajavuka bahari waliishi maisha ya kunyanyasika na maisha ya magonjwa na maisha ya kutumiwa vibaya, maana walikuwa wanatengeneza wale matofali. Waliishi haya maisha wanga. Bwana akarudi upande wangu, kaniambia, unaona sasa vile mnaishi, unaona sasa vile mambo yalivyo, unaona sasa vile mnafuatwa na matatizo ya magonjwa na maadui wengi hapo. Mkishavuka hivi itafanana na ile bahari ya Shamu, ya kwamba vile walivuka waliacha wengine nyuma na hawakuona tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile sasa tunavuka hivi, basi itakuwa sasa ni ukuta mkubwa. Na siongelea habari za maadui peke yake, naongelea kwa sababu ya upande huu tuko nini ambayo imetusonga, nini ambayo tumeng'ang'ana nayo, nani ambayo umepigana nao miaka yote, nini ambayo imekuwa kizuizi ng'ambo hii tuko. Nataka urudi katika mambo ya kiroho. Tumemshukuru Bwana kwa sababu ya kutupa mwaka mwingine na ya kwamba Bwana ametulinda. Lakini hata hivyo kumshukuru Bwana, lazima sasa tukivuka Sunday nyingine ya kwamba tuvukange miaka tukiwa na ushuhuda, tuvukange miaka tukiwa na testimony, tuvukange miaka tukiwa na biashara, tuvukange miaka tukiwa na huduma, tuvukange miaka tukiwa tuchekelewi, tuvukange miaka tukiwa tunaendelea vizuri. Maana vile walivuka ile ng'ambo ingine, basi hao wengine walibaki nyuma. Bwana akaniambia sasa hivyo ndivyo itakavyokuwa katika mwaka ambao mnaenda, ya kwamba wale maadui na yale mateso hamtaikutana nayo tena. Amen. Na akaniambia kutakuwa na separation, ya kwamba mtu atabarikiwa kivyake, utabarikiwa kisiri. Bwana atabariki watu kisiri bila wengine kujua. Mungu atakubariki ukiwa mbali na marafiki zako, wala atakubariki katikati wale ambao mnashindana na wao. Watu watatengwa wabarikiwe kisiri. Hata hivyo mama yako atajua, ndugu yako atajua, hata mtoto wako atajua, kama ushapata kazi, kama ushaanza biashara. Hivyo ndivyo Bwana alikuwa anazungumza na mimi katika siku zile. Amen. Walipovuka basi hivyo tu. Biblia inasema aje? Musa akaambiwa na Mungu, si usonge mbele tu, umeshika nini? Ni ile kafimbo tu ya kule ulinipatia. Wana Israeli wanasema hapana, kule nyuma ni maadui wanatufuata. Musa, tufanye nini? Sitokufia hapa, wale ni maadui ambao wanakuja kwetu. Biblia inasema kwamba na Mungu akazidi kufanya wale watu kuwa moyo mgumu, bado akaendelea. Na hivyo ndivyo tuko katika 25, ya kwamba tumepiga nyoka zao wakariniu tena, tumepiga majini zao wakariniu tena, tumepiga miungu yao wakariniu tena.
vile tunazidi kufunga wakaongeza nguvu, vile tumezidi kuendelea hawakusikia, roho zao zikawa ngumu. Mi nasema ache, enough is enough. Mali ambapo utaenda kuingia leo utatafutwa na utaonekana hapo tena. Mali ambapo utaingia leo na kuambia hiyo chupa utapatikana tena. Watu wengine watakuondokea kwa maisha. Utapewa marafiki wengine wapya na utapewa watu wengine wa maana, connection zingine za maana, maana wale maadui utawaona tena. Nilisema katika ile mahubiri yonene ya kwamba nasema aje, heri ukuwe na marafiki, yani marafiki mmoja kuliko marafiki 100 ambao watakupotezea wakati. Heri ukuwe na marafiki, yani rafiki mmoja tu kuliko kuwa na marafiki wengi ambao hawana maana kwako. Na Mungu ajua atakuchenjea marafiki. Utainuliwa mmoja tu ambaye atatembea na wewe mahali popote. Utainuliwa mmoja tu ambaye atakuacha. Utainuliwa just rafiki mmoja tu ambaye utamkumbuka maisha yako yote katika maisha haya. Mtu anashika kitu hapa. Wazungu waliniambia sasa kutoka leo nataka utafute mtafsiri wa sisikii vile unasema, na tunasikia katika roho zetu kitu tunaongea ni nzuri hapa. Sasa kutoka Sunday tunatafsiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi wako ready kuachana na kuhangaika? Mimi usiseme pasa ako na maringo tukianza maisha mengine. Usiseme kwamba nilipendelea mtu akabarikiwa hapa. Usije ukasema hivyo watu wameringa. Wewe ulikuwa wapi? Wengine wakiomba ulikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Musa akaambiwa simama tu muone mkono wa Bwana. Simameni tu mkaone. Hapa inaongelea kuvuka, na si tuko katika hali ya kuvuka katika ulimwengu wa kiroho. Muuzaji mmoja wa kuku alituambia aje? Muuzaji mmoja wa kuku Ukunda. Tulinunua kuku mara 2 hapo. Tukaelewana tu. Akatuambia, hapo uanga na fanya nini? Uanga mapazo na kujenga kuku hapa kila saa usiku wa manane. Tunataka kuku nyeusi, tunataka kuku ya red. Hiyo kitu nishangaza sana. Wakaniambia basi sasa wanakujanga hapa. Wananunua kuku za white za red ama nyeusi. Ni kweli? Maana wataki kuvuka na Yesu. Kwa Yesu ni kama kuna pole. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo. Vile sasa wana wa Israeli walivuka bahari ya Shamu, na ya kwamba hawakuona, nitachange hiyo hanga ya kiroho ikuje wakati huu. Nitachange hiyo hanga ya kiroho ya nyakati zile. Ikuwe ni sasa. Ijapokuwa kuna bahari tunaona mbele yetu, lakini katika ulimwengu wa kiroho na masuala ya kiroho, ya kwamba mahali utapenya leo hii, mahali utafichwa leo, hakuna mganga ataccess anga yako, kazi yako, maisha yako. Tunaachana wao leo kwa jina la Yesu Kristo. Hello? Biblia sema aje? Mungu akafanya roho za wachawi zikawa ngumu. Mungu wakati ambapo anataka kuangamiza kwangi na haraka, anakusanya wakuwe wengi kwanza. Hataki akuulie kamoja, akakusanya. Baba nasema kwamba akachungulia akiwa mbinguni, akaona ndio hao wameingia. Musa akaambiwa sasa shika fimbo, piga maji tena. Maji ikajileta. Bila sema aje, wakiwa ng'ambo ingine waliona tu mizoga imeelea juu. Kikombe ambacho umekunyishwa sasa imetosha. Mateso ambayo umekunyishwa imetosha. Ng'ambo hii tuko katika maisha ya kulia. Ng'ambo hii tuko katika maisha ya kukosa kazi. Ng'ambo hii tuko katika ng'ambo ya kungojea waiting. Tuko katika ng'ambo ambao ni ya kwamba tunashinda na wao wanatukwaza kila siku. Kibiashara wanatukwaza. Yaani tuko katika ng'ambo hii ya kwamba bila kupeana pesa kidogo hakuna kazi. Tuko ng'ambo ya kwamba ni magonjwa. Tuko kwenye ng'ambo ambao ni ng'ambo ya kilio na kutengwa na kuishi peke yako. Lakini pindi
tu tutaenda ng'ambo ingine, mambo itakuwa ni different, connections itakuwa ni different, pesa itakuwa ni different, biashara itakuwa ni different. Maana watasema kwamba umeringa, si kuringa. Naomba uinuliwe na Mungu, utoke level ya watu ambao na shida na wao. Toka kwa hiyo level, enda kwa level ingine. Vile utaenda level ingine, ndio utapata marafiki kwa hiyo level. Watoto wako wakiama shule hizi, watapata watu wengine wako level hizo. Toka kwenye level ya watu wengine, uende level ingine. Amen. Ukiishi na watu wenye level moja, basi wewe utaishi kama wao, utafikiria kama wao, utawaza pesa kidogo kama wao, utaongea kwamba maisha ni mabaya, tutashindwa. Maana vile utaishi na watu wenye hiyo level, hivyo ndivyo utaishi katika hiyo level tu. Ukiishi na watu wenye kuongea kwa plot, kwa mshene, utaishi hiyo maisha ya level. Na nimekuja kusema nini? Utatolewa kwenye watu wa level moja, watu wenye akili ndogo, watu wenye kuvunja wengine moyo, watu ambao hataona uzuri wako, upelekwe kwa level ya watu wengine. Vikao zenu zitakuwa ni za biashara, vikao zenu zitakuwa tu tutafanya project aje, vikao zenu zitakuwa ni vile mtatoa muziko China, vikao zenu zitakuwa ni vikao zingine. Hapo ndipo shetani atakuwa ameshindwa, wachawi wameshindwa, waganga wameshindwa. Ubarikiwe na uende mbali. Amen. Mimi level yangu ya masomo iko down sana, lakini watu wanashindanga na wao. Acha mchezo bana. Mabrani, usiniambie wewe unajua story yangu. Nasikia Mungu hapa. Already naona hiyo kitu ilifanyika hiyo miaka. Naona vile Bwana akaniambia sasa fananisha hii mwaka na vile watu walipiganiwa. Hivyo ndivyo itakuwa. Hivyo ndivyo itakuwa. Maadui zako watapigwa mbele yako ukiona. Amen. Wataipika mbele yako ukiona. Waliokupaka matope, Bwana atakusafisha tu. Amen. Na Mungu ata make sure umepita mbele yao na vile wameng'ara. Mungu atakupatia afya nzuri. Uvae nguo za kutosha. Ukule chakula na usike na pressure. Uishi vizuri. Yaani utembee ukiwa sawa. Hii ni neema ya Mungu na itoshe kabisa katika maisha. Amen. Siko naelewa na maandiko. Wakachungulia, Mungu akachungulia. Akaona ndio sasa. Wacha roho zao zikue ngumu. Kikombe na divai ambao unakunywa leo hii itachange maisha yako forever. Amen. Itakuwa ni chakula cha kwanza cha mwaka. Itachange magonjwa, itakuondokea, answers itakuondokea, tumor itakuondokea, matatizo itakuondokea, rejection itakuondokea. Itakuwa ni chakula cha kwanza cha mwaka. Amen. Yaani nasema aje? Kuna watu leo hii dakika ambazo zimebakia kidogo, kuna watu tunamalizana wao leo. Amen. Amen. Kuna rafiki utaisha leo. Amen. Kuna mtu ananishika hapa. Wewe utajua niko serious baadaye. Sasa hivi ujue. Mbaji mwingine wa dunia alisema kwamba alitengia kwa simu afute namba zote na namba za watu wengine. Mungu ametuambia aje? Psalms 46 ya kwamba msitegemee wakuu wala msitegemee mwanadamu ambaye mwisho wake ataanguka kwa undogo na akili na maarifa yake kupotea. Naomba mtegemee Bwana Yesu. Mkitegemea Bwana Yesu leo, hakuna kitu ambaye itakuwa ngumu kwako. Leo hii kuna watu tutaachana nao kabisa 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 kabisa. Bwana anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, Mungu anapotaka kuinua mtu, kwanza Biblia inasema nini? Abrahamu alitoka, nipigie vizuri kitu. Ile zote naongeza sauti. Abrahamu bado tunasemaje? Abrahamu alipotoka aliandamana Lutu. Na katika mahojiano na Mungu kutoka, waliambiwa kwamba wasiangalie nyuma. Vile waliandamana akaandamana, si mmoja akaangalia nyuma.
akawa kimlima cha chumvi. Na hivyo ndivyo tumepelekana watu wakiangalia nyuma, hivyo ndio tumepelekana watu wakiangalia nyuma. Na Mungu hataki watu waangalie nyuma, Mungu anataka watu wasonge mbele. Umeregeshwa nyuma na nani? Nani aliye mkono wako wa kuume? Nani alisema kwamba utaenda mbali? Nani alilaani hii familia? 2026 ikuletee matunda, ikuletee baraka, ikuletee utajiri. Waache kutukana kwa sababu ya aibu na njaa. Unaweza fuatana na watu tu na waangamie. Unaweza fuatana na watu na ukose kufikia destiny yako. Unaweza fanya watu biashara na wao, na mambo yako yaribikie pale. Unaweza kaa na watu mpaka kuwatake na wao kila saa, na utaenda mbali. Nataka utoke hizo level leo. Wewe nataka ujiweke tu kirere ambao ni ya Mungu. Utoke kwenye levels watu wengine. Sasa hapo kwa level, hapo ndiko hapo sasa. Bwana asifiwe sana. Wakati wakati kutoka kwa levels watu wengine. Toka huko. Mwanzo unaweza shida na mtu. Na hata kama ulikuwa na akili nzuri, uone akili imeanza kurudi chini. Kama ulikuwa na maono mazuri, uone fikira zako mzikanakaa zake. Waambie kwa zake angai. Na huko unasema haki angai. Unaweza asifiwe sana. Bwana anasema ni kwa ajili ya maisha yako. Enough is enough. Bwana hakuwa ati ameshindwa kuangamiza hawa wachawi. Bwana hakuwa ameshindwa kuangamiza maadui zako. Alikuwa anangojea siku ya leo ifike ndio uvuke. Yes. Ukitoka hapa mguu wako utakuwa umeoshwa. Hakuna gari ambao utaingia itakuwa na mauti. Hakuna gari ambao utaingia gari ambao itakuwa na ajali. Hakuna chakula ambao utakula ambao itakuletea food poison. Yaani miguu yako itakuwa imetakasika, wala hautakutana na wakora. Mimi nataka niseme aje, hauwezi ukapatana na Yesu Kristo maisha yako itarimeni vile ulivyo. Hauwezi. Labda niambie usiye sura ukweli. Nikuwa na injili nilikuwa nimechemka. Hauwezi. Wewe useme mambo ya juu, hiyo ni yako. Useme mambo ya juu, hiyo ni yako hiyo. Mbingu inasema nini? Mungu anasema nini? Bwana asifiwe sana. Unajua Mungu alikuja akaniambia, sasa sikiza ni. Unaona? Watu watakuja kutengwa. Uko upatikani. Watu wanakuja kutengwa. Kila mtu atapatiwa shughuli na Mungu, shughuli nzuri, si mbaya. Kuna watu ambao watatolewa kwa akili zako, watangolewa tu wenyewe tu. Maana Mungu anataka kuwapeleka levels zingine. Na kama anataka kupeleka levels, tutakuona kwa mitandao. Level yako najua mwezi kosa kuposti. Hiyo ni lazima. Lakini ona katika mitandao levels. Unaelewa? Levels zitapanda. Utoke hii level, pelekwa level nyingine. Connections zenyewe zitakuja. Upewe level ambayo asante sana karo. Upewe level nzuri, sema amen. Level ambayo wengine hawataweza kukaribia chini. Asante sana, nimekuona hapo. Unaelewa hizi levels? Yaani hii level ikipanda itakuwa sasa ni class nyingine ambayo Mungu anaupea class nyingine ambayo si ya kawaida. Na hapo ndipo sasa utaangalia maadui zako hivi. Hivi utaona vile watakuwa wameoshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tuko pamoja jameni? Mjiandae kwa ajili ya kikombe. Holy communion. Waone vile Mungu atakusaidia. Fananisha mwaka na bahari ya Shamu. Kwambia nimesikia. Nini ili happen?
Nikwambie kitu. Hayo maombi uliomba yote, nipe sauti. Hayo maombi uliomba yote yametosha. Hii vitu umeombea kitu kimoja, 12 months imetosha. Achia hapo. Hii nyumba ukikuwa ukiombea imetosha. Achia hapo. Huyo mtu umekuwa ukiombea anapigana wewe kila siku, imetosha. Baba nasema na siku zile Bwana kwa upanga wake atampiga yule nyoka Leviathani, nyoka wa kusonga, na yule nyoka mkubwa akae baharini. Na siku zile pumzi ya Yesu Kristo atamua yule nabii wa uongo. Hautahitaji kutumia fia yoyote uende ukatafute nguvu. Hautahitaji kupanda ndege uende ukatafute nguvu. Hauhitaji kuingia matatu ukatafute nguvu. Mimi nakwambia nguvu ziko hapa, power iko hapa. Ni wewe tu nyenyekee kwa Mungu vizuri. Utajiri na mali ziko kwake, na atapiga wakora, atapiga wachawi, atapiga majini ya ushago, na pale life yako itachange. Utakapoenda kiwango kingine kiroho, pandisha kiwango kingine. Hata kimwili kiwango itakuja yenyewe. Pandisha mind zako kiroho. Anakuambia hata mawa mengine itakuja yenyewe tu. Kwanza unajazanga kiroho. Ukishajaza kiroho, zinazaliwa katika ulimwengu ambao tunaishi. Aonavyo mtu ndivyo. Kama pastors wanaenda kununua kukuza black, ndio chachi ongezeke. Mtu ananiambia mtu ni mzaji wa kuku hatari sana ukonga. Niambia acha nikwambie nyinyi. Mpaka kaniambia watu huko wanasema mwachane na Yesu. Yesu ni mzungu. Yesu ni wa wazungu. Mlidanganywa na wazungu. Na niwaambia basi kwingine hapa. Mimi nikajiuliza swali yangu. Na kama ni wa wazungu, mbona anafanya kazi ndani yangu? Sio hata kama mimi sitaki kujua. Sema kaza. Kipofu akasema, yule mtu ni mwenye dhambi. Aje kuponya. Kipofu akasema, mimi sitaki kujua mtu kuniambia awe mwenye dhambi, awe si mwenye dhambi. Mimi najua kitu kimoja, nilizaliwa nikiwa kipofu na nilikutana na mtu aitwaye Yesu wa Nazareti. Akanipaka tope na nikaona. So hiyo ingine ni nataka wenye majini wa surprise, wenye kuchukua mapepo ushago wanajivunanga wa surprise. Mungu wako ata surprise wenye Illuminati. Maana wanasemanga Yesu abariki, wanasemanga Yesu hawezi akainua mtu, wanasemanga mtu hawezi hubiri bila kuchukua nyoka lisiwe kubwa. Mungu atakusurprise mwaka huu tunaingia. Wewe biashara yako utaendea kamuti ndio uuze, hautaendea majini ndio unjenge nyumba. Bwana atakusurprise, na akikusurprise wengine wanakuwa down. Amen. Wale maadui na wale wachawi mmepigana nao 2025 26 hata kwa ndoto hataruhusiwa. Amen. Hataruhusiwa. Hata ile moderate spirit sahi na ubiri. Kama kwako kuna lizard ambao ni ya kawaida, ndio ndio utaipata. Sahi na kuhubiria sahi. Sahi tunaongea sahi. Kuna moderate spirits zinakufia kwa nyumba yako. Kuna majini zinaozea mahali zinakufia mahali. Sahi na kuhubiria sahi. Kuna mchawi ameanza kuwashwa, sasa tunaongea. Sahi na kuhubiria sahi. Kuna CEO mind zake zitafunguka. Mbona mtu sikumpigia simu? Sahi na kuhubiria na kuambia kuna mtu ambaye anafunguka akili mahali. Mbona sikuwaza huyo mambo huyo mtu na alikujanga kwako kitambo? Sahi tunaongea. Kuna vitu zimeanza kupangwa katika ulimwengu wa kiroho. Ya kwamba Mungu anakuandalia 26 Hakuna kunarukiwa, hakuna magonjwa, hakuna kifo, hakuna mahangaiko, hakuna mateso. Ni baraka juu ya baraka. Bwana atakoroga akili ya CEO fulani. Mungu atakoroga akili ya mtu fulani. Mungu atakoroga akili. Hata wale ambao walisema hawatanunua kwa duka yako watalazimisha. Utaomba ombi moja hadi
Utapigana mtu hadi Bwana Mungu, naomba unibariki na food. Toka kwenye maombi ya kuombea chakula. Omba vitu vingine. Nataka nikwambie hapa, tutatoka hapa twende wapi? Huko ni wapi? General Motors. Tukaulize Fuso. Nakuomba vyombo. Fuso. UD Isuzu. Vile tunaonyesha Mungu courage, hivyo ndivyo atakuonyesha. Mlango already umefunguka, ndege inapaa sasa. Niliomba Bwana akani challenge. Wiki 3 zimeisha. Siku ya 8 mko mmelala. Bwana akaniambia, unajua naweza kupeleka CBD. Ambia mapenzi yako atendeke. Akarudia tena, unajua naweza kupeleka CBD. Nikaenda CBD, hakuna kukaa kwa ndege. Kiamboro tuna huko kama hata wewe unakuhamisha tunaenda sisi wote. Tubaki huko. Tutaenda fwa, tutakuwa majirani huko. Tukitaka wote tunahama hapa, wote tunaenda huko. Tukafanyia Mungu kazi. Tubakia dakika kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wako ready wakivuka tuvuke peke yetu? Akakanyoka akataka kufuata. Na Mungu hawezi akadanganya. Aliniambia vizuri. Kama wazungu wameanza kuitana. Hai. Kalemani mkwe sawa kama nilisikia kizungu uko sawa. Nilikusikiza siku nyingine. Sylvia hapa yake itatokanga na mapua. Next Sunday. Kwa ready sawa? Uigongeanga hapo tuna mapua tu. Tutakuwa tutatafsiria mpaka mapepo. Ukifanya deliverance, tunaitafsiria. Ndio wazungu waelewe. Nani Philip waanze kutuchukulia hizi miracles? Hizi miracles uchukwange. Tunatumia huko. Wanasema wanatufuatilia kwa YouTube. Na wame request kukuwe na mtu wa kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kupea mtu baraka sasa. Utoke kwenye mateso. Hakuna kitu inafurahisha kama kuenjoy baraka za Mungu. Kuna kitu ambayo inafurahisha kama ukiokoka na Mungu anakusikia ukiomba. Hakuna kitu kinafurahisha kama hiyo katika maisha. Kuwa na afya na Mungu anasikia. Umezaliwa wapi? Uko nyumbani kwetu, kwani wanasemanga nini? Walisema aje kwa sababu ya ukoo? Walisema watu ubarikiwe. Unabarikiwa leo cha nguvu. Watu wengi hapa, hata tuachane na huko mbali, wengi hapa watakuwa my destiny connectors hapa. Yes. Ona hii madhabahu iko na vita na watu. Hii madhabahu iko na vita. Wakati ndio huu wa kuamka. Wakati ndio huu sasa. Wacha tuvuke bahari ya Sham. Bahari ya Sham ni 2025. Canaan ni 2026. Watu watajijengea nyumba zao, wakula chakula chao wenyewe. Si ile chakula ulikuwa unapewa ya kukopa. Watu watakula chakula chao wenyewe.
watu watakuwa na shughuli zao wenyewe. Unashona shughuli zako, watu wakuwe na shughuli zao wenyewe, si shughuli za wengine. Ni maandiko, watu wale chakula chao wenyewe, watu waishi kwa nyumba zao kwa gharama zao, si kulipiwa, si msaidia rent, kwa gharama zao. Nikukanakisha mafuta hapa na ukule ukunywe kikombe hii, ukitoka hapa life yako isipo change, wewe utakuwa ndio kuna shida. Mimi nilikuwa nalonya pesa mingi sana hii kanisa, na nikawa nasema sasa Disemba itakuwa aje sasa, sitaenda mahali, nitakushinda hapa, sitaenda kujichezea, ambia watu wawili Yesu ni Bwana. Huku simu zinapigwa siku na mchana. Bwana akaniambia, wewe uwanga unanifananisha na nani? Uwanga unanifananisha na nani? Akasema mwenye nia mbili akisitasita nitamfananisha na upepo unaotoka mashariki kwenda magharibi. Nikamwambia sitasita. Bwana alilazimisha watu wanatange pesa hapa kutoka Monday to Saturday hapa. Wako wengine wanasema nimesikia nikupee tu. Alilazimisha watu hapa, wataleta hapa. Pokea hiyo neema na hizo baraka kwa jina la Yesu Kristo. Namba sasa tukivuka. Tumebakia dakika ngapi? Tukivuka leo hii, maadui zako utapigiwa simu nyumbani. Kazini, yule ambaye anakuattack kwa kazi yako, umepatia 7 days. Amen. Yule ambaye anakuinukia kwa ndoa yako na kwa nyumba yako na familia yenu, 7 days. Libadilisha makarati zako, lipeleka jono kuchukuliwa. Nitaongelesha mbingu, itasikia. 7 days. Yako itupo, yako ingie. Baba nasema Bwana akafanya hayo ili watu waamini ya kwamba Musa ametumwa na Mungu. Na mimi naomba ile miujiza mmesikia ni kidogo. Naomba Mungu atende miujiza ambao wewe mwenyewe utashangaa. Niliona watu wengine wanaenda maombi, wanaenda kuuliza mapasta kama mimi ni pazo kweli. Wanaambia ni pazo kweli moto, usicheze na yeye. Wakaenda mbali pengine, wakaenda kuulizia pasta Chadu wa kweli. Wakaambiwa wachana naye, hiyo madhabahu iko na moto. Wakaenda mara ya 3, wakaambiwa hivyo tu. Maana unaona anashindaka hapa na katrosa hapa na kashati. Huyo mtu tunachekanga hizo nguvu natoanga wapi? Ujui usiku nalalanga aje? Naomba hiyo nyumba umezaliwa mama yako, hiyo boma ya baba yenu, kutokezee mtu. Kuna mtu ni wewe. Haijalishi wewe ni first born last born. Haijalishi wewe ni wa katikati. Kabla wazazi wako hawajakufa, naomba Mungu atende kitu hadi wazazi wako waamini Mungu wako. Katika hiyo boma umezaliwa, ijapokuwa hakuelewa Mungu wanga anabariki. Ubarikiwe mpaka wa suspect pesa zako. Ubarikiwe mpaka wa suspect hizo nyumba unajenga. Ubarikiwe mpaka wakuja Nairobi wafanye uchunguzi unaishingi wapi. Yaani ubarikiwe na upone magonjwa na upewe afya na uendake nyumbani na gari personal mpaka washangae. Kwani hiyo mtu nile tulimjua, huyu nile tulisoma na yeye, huyu ni yule ambaye tulicheza na yeye mchezo wa utotoni. Nini ambaye imetendeka? Mwana wa Kishi Sauli alipotoka kwa Samueli
Haya ndio maswali aliulizwa. Huyu si mwana wa Kishi, huyu si nani? Hivyo ndivyo aliuliza Jesus. Baba yake si Maria huyu? Mama yake si Maria na baba yake si Ukapenda? Kwani ni kitu kizuri gani inaweza toka Nazareti? Hivyo ndivyo aliuliza habari za mwana wa Mungu. Nataka nirudi kwako na wewe. Umekaa sana katika hii maswali, umekaa sana kwa hii mazungumzo, lakini kupitia kwako, yani katika viuno zako kutatokea mfalme, kwa viuno zako kutatokea mtawala atakayetawala. Katika hiyo nyumba na katika hiyo boma kutatokea mtu ambaye alidharauliwa. Unajua umedharauliwa, umeonekana kwamba uendi mbali, umeonekana kwamba ufai. Mimi nilikuanga hivyo, niliitwa kama nitakuwa mwizi, mimi nilikuwa nitaibia watu kwa Kavitira village. Leo hii nahubiri Yesu Kristo, leo hii nasema neno. Kama nimekwambia aje, ndiye pengine hapo tutakuja, tutamwaga chakula hapa, kile kitatoka hapa na unga ya ngano, unga ya mahindi na mafuta ya kupika. Amen. Ngoja uone. Amen. Inaona hii inakuja hii hapa, tutapeana Christmas kwa watu. Amen. Na unajua nikisema uwezo uenda tutakuwa hapa, mahali tutakuwa. Simwanza kuamka. Anzeni kuamka. Na tukiruka tutarusha fire ingine hapa na urotate. Yaani kule umezaliwa, kule ulioa, kule ulioleka, kule ulisomea. Rotate huko. Rusha fire. Angusha hiyo Goliath in Jesus name. Unahesabu kwenda. Kuna simu kuna inahesabu seconds. Uko nayo? Inahesabu seconds. Unisingi no. Wangapi wako ready jamani? Tutakuwa na dedication of 2026. Dedication ya leo ni ya 2020. Ukichukua bahasha ni ya 2026. Andika mambo matatu nataka Mungu akutendee. Project 3 ama vitu 3. Dedication inakuwa ni ya 2026. Una dedicate the whole year. Waliambia kama kutakuwa na ajali kwako, basi zikisha peana hata zingine. Na mimi nitakwambia kiwango ya sadaka ni wewe sasa. Wale mnajua dedication, mnajua dedication of 2026. Tuzitie mafuta kwenye madhabahu. Nasema asante. Usifunge macho kare, nasema asante. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. nasema Asante. nasema Asante. nasema Asante. Ewe Mungu wangu. nasema Asante. nasema Asante. nasema Asante. Ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. nasema Asante. nasema Asante. nasema Asante. Ewe Mungu wangu. ukia Sifa zetu Bwana. ukia Sifa zetu Bwana. ukia Sifa zetu Bwana. Baba shaka Ewe Mungu wangu. usivuke
umevaa kama hujaokoka. Kama hujaokoka, inua mkono wako upe Yesu maisha yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kama hujaokoka, okoka tu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe dhambi Nisamehe dhambi na makosa. na makosa. Futa jina langu Futa jina langu kitabu cha mauti. kwa kitabu cha mauti. Andika Kitabu cha uzima. kwa kitabu cha uzima. Nimeokoka. Nimeokoka. Sitavuka mwaka Sitavuka mwaka bila wewe Yesu. bila wewe Yesu. Naomba unisamehe, Naomba unisamehe, unitakase, unitakase, unioshe. unioshe Damu ya Yesu. na damu ya Yesu. Toka leo Kutoka leo nimeokoka. nimeokoka. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Mwokozi. Asante Mwokozi. Asante Yesu Asante Yesu kwa mwaka ambao unaingia kwa mwaka ambao unaingia bila maadui, bila maadui, bila mateso. bila mateso. Asante. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Kristo. Asante Kristo. In Jesus name. Amen. Tutazabizwa second sasa. Ikifika tutapiga shangwe na some seconds. Joyce hapa. Iko sawa? Haya sabu. Unahesabu zituko ngapi? Ifika 30 sawa. Muko ready jameni? Imekosa wapi? Tutakungojea wewe sasa. Imefika 30. 5 minutes. 15. Haya 20. Wangapi wako ready jameni? Upige pasua balloon lakini tamu ziharibu. Ngojeni kwanza. Bado. Haya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Worship.